Karibu katika simulizi ambayo inamhusu Jenista Mhagama, mbunge aliyefariki dunia mapema siku ya leo, ikiwa Tanzania nzima imekuwa na simanzi kufuatia kumpoteza mwanamama shujaa, mchapakazi, mwadilifu ambaye hivi sasa tuko naye. Mungu elaze roho yake mahali pema peponi. Hapo zamani za hivi karibuni katika ardhi ya Tanzania alizaliwa binti mmoja mwenye nguvu ya ajabu. Ndani mwake aliitwa Jenista Joakim Mhagama. Alizaliwa tarehe 23 Juni mwaka 1967 huko Ruvuma, miongoni mwa milima yenye baridi na mito inayotesa na upepo. Kutoka akiwa msichana mdogo tu alionyesha bidii, nidhamu na hamu ya kujifunza mambo mapya. Safari yake ilianza shuleni ambako alisifika kuwa msikivu, mchapakazi na mwenye heshima. Alipomaliza masomo yake alichagua kazi iliyomgusa maisha ya wengi, ualimu. Alifundisha kwa moyo uliojaa upendo, akiamini bila shaka kwamba elimu ndio daraja linaloweza kumtoa mtu yeyote katika giza la ujinga kwenye kwenda nuru ya mafanikio. Lakini roho ya Jenista haikutosheka hapo. Ndani yake kulikuwa na mwaliko, sauti fulani iliyomwambia kwamba alipaswa kutumikia watu kwa kiwango kikubwa zaidi. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1987. Akiwa bado kijana alijiunga na Chama cha Mapinduzi CCM na kuanza kutumika chama na jamii kwa juhudi za uaminifu. Miaka ikapita na hatimaye mwaka 2000 Jenista akaingia bungeni kama mbunge wa viti maalum wa siasa za kitaifa. Lakini hatua iliyomtambulisha zaidi kwa Watanzania ilikuwa mwaka 2005 aligombea ubunge wa jimbo la Peramiho. Hapo ndipo alipoonyesha ujasiri wa kweli. Alishinda kiti hicho na kuonyesha kuwa mwanamke anaweza kusimama dhidi ya vigogo na kusonga mbele bila hofu. Kutoka hapo hadithi ya Jenista ikawa hadithi ya uongozi, utumishi, udhibiti. Alipopanda ngazi na kushika nyadhifa nyingi serikalini, alikuwa naibu waziri wa elimu, akijitahidi zaidi kuboresha mazingira ya kujifunza. Kisha akahamia ofisi ya waziri mkuu ambako alisimamia kazi, ajira vijana na watu wenye ulemavu. Baadaye akahamia ofisi ya rais, akashughulikia masuala ya utawala bora. Hatimaye mwaka 2024 akateuliwa kuwa waziri wa afya, nafasi aliyoiongoza kwa nguvu mpya, hasa katika kuimarisha huduma za afya na kushirikiana na mataifa jirani. Jenista alikuwa si kiongozi tu, bali mshauri, dada, mama na mwalimu. Alijulikana kuwa sauti yake thabiti, yenye ucheshi wa mara kwa mara na msimamo wa kutetea haki za wanyonge. Lakini kama ilivyo kwa kila simulizi nzuri na ukurasa mgumu, tarehe 11 Disemba mwaka 2025 alikuwa kazini mjini Dodoma. Jenista Mhagama alifunga ukurasa wake wa mwisho duniani. Tanzania ilihuzunika, bunge lilinyamaza kwa dakika kadhaa na kuheshimu mwanamke aliyetoa heshima yake yote kwa utumishi wa umma. Watu wa Peramiho walilia kwa sauti, wakikumbuka tabasamu lake, utulivu wake na wenye uwezo wake wa kusikiliza kila mtu bila kujiona mkubwa. Taifa zima lilisimama kumkumbuka. Na hivyo ndivyo simulizi ya Jenista Mhagama ilivyoendelea kuishi, sisi tu kwenye vitabu vya kumbukumbu, bali serikali, bali kwenye mioyo ya watu wengi. Aliwahudumia, aliwatia moyo na aliwagusa kwa njia moja au nyingine. Sasa karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wake na mpaka hivi sasa alipofariki. Jenista Mhagama akiwa ameacha alama kubwa katika mioyo ya watu. Jina kamili anaitwa Jenista Joakim Mhagama. Tarehe yake ya kuzaliwa ni tarehe 23 Juni mwaka 1967, lakini utaifa wake ni anaishi Tanzania. Chama chake ni Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Elimu yake ana diploma ya ualimu huko Koroga Teachers College Training. Kazi ya awali ni mwalimu kabla ya kuingia katika siasa rasmi. Elimu ya kwanza, Jenista alienda shule ya msingi na sekondari huko Peramiho, Ruvuma. Baadaye alipata diploma ya ualimu na kufanya kazi kama mwalimu kwa kipindi cha takriban miaka 6. Safari yake ya kisiasa, alijiunga na siasa kupitia CCM mwaka 1987 akifanya kazi katika miradi ya vijana, wanawake ndani ya chama. Mwaka 2000 alikabidhiwa na nafasi ya uwazilishaji wa kiti cha ubunge, yani special seat bungeni, nafasi aliyopewa wanawake kujitegemea kisiasa. Mwaka 2005 alishinda nafasi ya ubunge wa jimbo la Peramiho ambapo alishinda baadhi ya Simon Mbilinyi aliyekuwa waziri wa fedha
hizo alionyesha nafasi ya sifa zake za kisiasa. Ameendelea kushinda viti hivi vya ubunge katika uchaguzi uliofuata, uongozi na ministeri. Jenista Mhagama amepata nafasi mbalimbali za uwaziri na uongozi. Mwaka 2014 hadi mwaka 2015 naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Mwaka 2015 hadi mwaka 2022 waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Mwaka 2022 hadi mwaka 2024 waziri ya nchi ofisi ya rais, tawala bora na uongozi wa umma. Agosti mwaka 2024 hadi mwaka 2025 waziri wa afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uteuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kazi na kipekee, ushirikiano wa kanda. Katika 2025 alichaguliwa kuwa Vice Chairperson, naibu mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa mawaziri ya afya Afrika Mashariki, yani Regional Steering Committee for Community Health. Ikiwa ni kutambua mchango wake katika sekta ya afya na kanda nzima. Jenista aliweka msisitizo katika sera za kijamii kama vile kuongoza rasilimali kwa ajili ya sera mpya na kupambana na ukimwi na kuimarisha huduma kwa wagonjwa. Huo ulikuwa ni mwaka 2023. Kukuza masuala ya ajira, ulinzi wa haki za wafanyakazi na usawa wa kijinsia. Jenista Mhagama alifariki dunia tarehe 15 Disemba mwaka 2025 mjini Dodoma, akihudumu kama mbunge na aliyekuwa waziri wa afya. Taarifa rasmi hazijatoa sababu ya kifo chake hadi sasa. Jenista Mhagama alikuwa mwanasiasa mwenye uzoefu wa zaidi wa miaka 25 ndani ya siasa ya Tanzania. Alijulikana kama kiongozi thabiti ndani ya CCM na ubunge, kupanda ngazi hadi nafasi ya waziri, kuchangia sana katika nyanja za sera za kijamii, afya, ajira na usawa, kuwakilisha Tanzania katika ngazi ya kanda na Afrika Mashariki. Na hiyo ni historia ambayo inamhusu Jenista Mhagama aliyefariki dunia mapema siku ya leo. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina.